those note nataka tu haraka kuzungumzia concerning maana ya hiyo jina responsible, na nitaweza kusema ya kwamba jina responsible tukiandika kuanzia letter R tuende letter E hapo chini, tuende letter S pale, tuende letter P, tuende letter O mpaka tuende to the last letter ambayo ni letter E. Kuko na ile revelation ambayo Mungu alinipatia ambayo inaweza kutusaidia kujua maana ya how to be responsible. Jambo la kwanza, letter R, ukitaka kama unataka kuwa mtu responsible in life, letter R inamaanisha rely on God in everything that you do, ya kwamba unamtegemea Mungu katika kila kitu ambacho unachokifanya, kwa sababu wakati mwingine tunatakaga kusucceed, unaona sasa, lakini you don't involve God katika yale mambo ambayo unataka kuyafanya na yale mambo ambayo unataka uweze kufanikiwa. Kwa hivyo letter R inasema ya kwamba rely in God in everything that you do. Unaona, katika kitabu cha Proverbs 3 verse 5 to verse 6 inasemaga ya kwamba in all your ways, katika njia zako zote mjulishe Mungu na he shall make straight your path. Unaona, kwa hivyo my friend, ni vizuri unamuinvolve God kila wakati, unamwambia Mungu, nataka katika hii haso yangu ningetaka niwe utaniongoza na unisaidie ili nikaweze kufaniki, na kuna jinsi utakaye acknowledge God alafu Mungu aweze kukuachilia. Kwa hivyo hiyo ingine letter E inamaanisha empty yourself of any personal glory. Unataka kufanikiwa, you want to be a responsible person. Yani usiwe ya kwamba sababu unataka ufanye lile jambo unataka usifiwe. Unaona? Yani ni kama unatafuta utukufu. Kwa hivyo ukitaka kuwa mtu ambaye utakuwa ukiendelea katika lile jambo, kila wakati ukimwambia Mungu, kinisaidia hapa, najua nitainua jina lako, tutakuinua, utasifiwa na tutakushukuru. Kwa hivyo usiwe wewe unafanya lile jambo ambalo unataka kulifanya ili wewe uweze kuonekana. Letter S inasema ya kwamba serve all without regarding first to your interest. Unaona? Ukitaka kuwa mtu responsible, usiwe tu ukitaka kuangalia interest zako. Unaona? Sababu kuko na watu wengine ambao hawakuagi na haja na watu wengine. Kila mmoja wetu, hakuna mtu ambaye haombi mafanikio. Ya kwamba kila mmoja wetu tunaomba Mungu ya kwamba aweze kutusaidia tuweze kuweza kupata mafanikio. Kwa hivyo ni vizuri wakati unapofanya lile jambo ambalo unafanya hiyo without regarding first to your personal interest. Na kama kuko na shida ambayo katika hii taifa yetu tuko nayo ni hiyo. Unakuta mtu anakuambia kwamba mkinichagua nikiwa MCA, nikiwa MP, nikiwa nani, hiyo yote. Mtu anasema ya kwamba mkinichagua nitafanya ABCD. Alafu unakuta ya kwamba huyu mtu alikuwa akionyesha ya kwamba we be a responsible person. Si ni kweli? Lakini wakati alipofika katika ile kiti, unakuta sasa alisahau yale yote alikuwa ameahidi watu. Sasa amebadilika, na sasa hata unaona ya kwamba sasa huyu mtu anafanya mambo ambayo ni mambo tofauti. Nitakuja. Pesa ziko kwa simu. Okay, you can continue. Tuta edit. Ndio maana tuna edit. Sasa. Haya. Kwa hivyo hiyo ndio sasa maana ya letter S. Unajua tumeangalia letter R, rely on God. Letter E, empty yourself of your personal glory. Letter S, serve all without regarding first to your interest. Now letter P ina stand for postpone not. Usipostpone. Wale watu wanasemaga kwamba hii nitafanya kesho ikifika nitafanya yani wako na hiyo. Wale watu wanasemaga kila wakati ya kwamba watafanya. Kama unataka kusucceed my friend, usiwe mtu wa kupostpone mambo. Kila ambacho unaweza kufanya today, si kesho. Today hata saa hii anza kufanya. Na utakuwa mtu ambaye utajikuta ya kwamba you are an active person but not a dormant person. Pia jambo ingine, oppose not the right thing. Unaona?
kuna watu ambao haya they are not responsible, hawafanyi kile ambacho kinastahili ama kinahitajika kifanyiwe. Kwa hivyo unakuta ya kwamba wale watu wako pale kuoppose, kama wakikuta ya kwamba my brother Aaron anafanya kitu, unasikia wana oppose, lakini kwa sababu wana oppose hawa hawafanyi chochote. Kwa hivyo oppose not the right thing but do what is right and praiseworthy. Hiyo ni point nyingine ambayo inastadia for letter O. Na hiyo nyingine N ina stand for never regret for the past error. Unajua kuna watu wengine wanasidagwa kuchukua hatua zile wanastahili kuchukua siku ya leo, kwa sababu wanakumbuka last time alijaribu akasidwa. Kwa hivyo anasema kwamba nilijaribu, nilisidwa nini. Kwa hivyo ana live in the past, move on. Kwa hivyo kama unataka tu kuwa responsible person, move on, kama vile Aaron ametuambia. Na kwa hivyo hiyo point nyingine ni S. S stand for start with what you have. Yeah, exactly. Unaona sasa? Hawa ni mna gani? Start with what you have. Wow. Kama unataka, yani umekuwa ukisema kwamba Mungu wakati atakaponijalia nikipata hii na hii na hii na hii nitafanya hii na hii na hii. Sasa kama uko na kile kidogo uko nacho, anza na hicho. Kama sisi kwa mfano hapa unaona tumeanza na viewers 200 kwenye mtaview hii. Unaona tuna aim kupata at least hapo mbele ama in future in 1 year 2 years to come tukwe tunafika hata at least 2 million views. 1 million views. Sasa tumeanza na chenye tuko nacho. Tumeanza na wewe ndugu yangu. Kwanza wewe sister. Wewe. Tumeanza na wewe. So you can start with what you have. Yeah. Na kile ucho nacho usikidharau. Kile ucho nacho mikononi mwako, hicho ndicho Mungu atatumia na ataibariki, na utajikuta siku nyingine uko mbele, kama vile Aaron ametuambia kwamba sasa utajikuta ukiwa mbele kama utachukua hiyo hatua. Letter I nayo inamaanisha inquire. Yani una inquire na ama una imitate. Yani kuko na watu ambao they have make it in life, si ni kweli? Wale watu ambao unawaona ambao tunaoitagaje? Wale watu you can copy from them. They are your mentors. Unaona? Unaweza kuinquire kutoka kwa watu kama wale, na pia unaweza kuimitate. Unaona hata katika mambo ya imani tunaambia kwamba wale watu wamesucceed katika mambo ya imani ya kwamba we may imitate their faith. Sasa tunazungumzia katika maisha general life, unaona? Kwa hivyo wale watu ambao wamesucceed katika maisha yako ni vizuri siku moja watembelee, uulize sasa ukianza hii kazi ulianzaje, mtu anaweza fanya nini? Na sasa pengine hapo watakupatia, kama ni watu wazuri, na tutaomba Mungu ukutane na watu wazuri, they shall give you the right direction. Na pia hiyo nyingine letter B inamaanisha be focus. Yani be focus. Kwa hivyo kama umeanza kitu, no turning back. Endelea kuput your focus kwa Mungu, na usiwe mtu wa mawazo mbili, a double minded person. Unaona? Kianguka tunakunywa maji tunaendelea. Hakuna ku give up. Hapo sasa. Kwa hivyo sasa ni kufocus, kuendelea na kuendelea. Na tunasemaga ya kwamba winners never quit and quitters never win. Na hiyo nyingine learn how to manage your time. Learn how to manage your time. Kama kuko na kitu ambacho tumepatiwa na God, equally sisi wote ni time. Unaona? Tumepatiwa 24 hours, lakini sasa vile wewe unatumia time yako, it depend na vile mtu mwingine anatumia time yake. Ukiwaste your time my friend, kama vile Aaron alituelezea ya kwamba utajikuta ya kwamba hata umefika miaka sijui 30, umefika miaka 40 na bado wewe unazunguka maha. Kwa hivyo it is never too late by the way. Kama kuko na kitu ulikuwa unataka mwambie Mungu tu akusaidie na chukua hatua, na utajikuta ya kwamba utajikuta mahali. Kwa hivyo letter ya mwisho ndio letter E, evaluate on what you have done or completed. Kile ambacho tayari kifanya, kuwa na wakati wa kufanya kile, yani inaitwa flashback. Unaangalia kile umefanya, unajiuliza nilikuwa huu mwaka nilikuwa nimesema ya kwamba 2024 nitafanya BBBBB. Kwa hivyo before tuingie 2025 ambayo saa hizi tuko 2025, unaweza kuevaluate kama ile by the way ile nilisema ya kwamba sasa nitafanya 2024 nilifanya. Kwa hivyo kama si kufanya, unaevaluate, unasema sasa tukiwa 2024 sitakubali wakati wangu upotee. Sasa mahali nilifika, wacha niendelee kusukuma. Kwa hivyo nimeelezea maana ya jina responsible kutoka letter ya kwanza letter E, tukaenda kwa letter, na tumesema
nikimalizia, letter E, rely on God in everything that you do. Letter R, rely on God in everything you do. Letter E, empty yourself of any personal glory. Letter S, serve all without regarding first to your interest. Letter P, postpone not that which you can do today. Letter O, oppose not the right thing, but do what is rightful and praiseworthy. Letter N, never regret for the past error, for you can do little or nothing to correct it. Letter S, start with what you have. Kingine tukaenda kwa letter I, inquire and imitate for those who have made it in life. Letter B, be focused. Letter R, learn how to manage your time and still learn more from everything which has happened. Haya, letter E, evaluate on what you have done or completed. Na nimemaliza. Hiyo ilikuwa lesson moja kubwa sana. Karibu niseme lesson moja wazi. Hiyo ilikuwa lesson moja nyingine kubwa sana. Imetujenga, hata mimi personally nasikia nimejengeka. Na mimi nimekuwa niki look forward kwa vitu kama hizo ya kuelimisha vijana. Unajua most of the time vijana tuna hapo nje tunajipata tume give up very easily. Yaani wewe umejaribu tu kitu siku ya kwanza. Kwa mfano siku ya kwanza kurecord video kapata 3 viewers. Nikasema hii kitu ita make kweli. Imagine. Yaani wewe unataka utoke huko ukuje. Wewe unataka record leo upate record 10 million views. Bala unajua kuna watu wengine hawana patient na hawana ile faith, hawana ile imani. Sasa wakikaa mtu akiona hii kitu haimeka, wanaweka hiyo kwa store. Na imagine maybe wameinvest kidogo kwa hiyo kitu umefanya. Then wanaenda. Then kuna mtu mwingine na yeye atakuja aangalie, afanye utafiti vizuri, achunguze hii kitu, aone hii kitu inafaa hivi na hivi na hivi, ndio nita succeed. Unajua kuna watu wawili. Kuna mmoja yeye ataamua tu kufanya tu. Anaenda tu na vile turo yake namwambia, but at the end of the day bado atafail. Na hiyo kufail yake ataachana nayo. Na kuna huyu mtu mwingine yeye amekuja akafanya utafiti, research yake vizuri, akaresearch akaona hii kitu nikifanya hivi na hivi inaweza give in for a period of time. Sasa kuna watu hao wawili. So kitu mimi ningependa kuambia, don't give up easily. Na ukijaribu kitu kiona I make, unaweza jaribu nyingine, lakini vitu zingine kuna zile za I don't know, sana za kunini, sana za kufanya za hii kitu nimepoteza chain of thought. Sorry for that. Sasa spirit core especially kama wewe ni youth man hapo nje, wewe ni youth bana, hauna chance ya ku give up kwa maisha. Usijipatie hiyo chance. Unaona? Wewe tujitume tu nini. Hii mambo na kukua responsible, hata huwezi kuwa responsible ukigive up. Hata sasa hizi supposing tuseme wewe ni youth man, ime happen tu umepata hata kitu kama 10M and you're not responsible, my friend, you're going to lose it. Unaenda kuilose. At the end of the day utaenda utapiga sherehe, utalewa, kama wewe ni wa kulewa utafanya nini? Dozi itaisha, utabaki hapo bado unateseka because one, you're not responsible.